Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, ndugu zangu, tunaendelea katika darsa zetu kwa sababu watu waliomba tuendelee na zile darsa za ikhlas. Fuatilia katika chaneli yetu, utaendelea kuzisikiliza. Lakini pia kuna watu wameniomba nizungumzie ni mabadiliko gani yanamkuta mwanamke katika ndoa yake, au mwanaume ni mabadiliko gani yanamkuta katika ndoa yake, ili ndoa ziendelee kuishi kwa amani na mapenzi na huruma. Tunaanza moja kwa moja mabadiliko ya mwanamke katika ndoa yake, ili mwanaume akiona mabadiliko haya asichukue hasira za kumwacha mwanamke huyu, asichukue hasira za kumpiga mwanamke huyu, asichukue hasira za kuwa huyu mwanamke ni mvivu, ni mpumbavu, ni hivi. Wanawake wanapitia mengi pindi wanapokutana na hizi changamoto. Kwa lazima watu wazifahamu, ni lazima wanaume wazifahamu changamoto za hawa wanawake. Sio kama kwamba hampendi mume wake, anampenda mume wake vizuri, lakini anachokipitia ni kigumu, yeye mwenyewe anashindwa kucontrol. Moja kwa moja mabadiliko ya kihormone ambayo mwanamke anayapitia. Mwanamke changamoto anazozipitia haswa kwenye mabadiliko yake ya mwili wake, haya yanampelekea mwanamke huyu, namba moja, kabla wakati wa hedhi mwanamke huyu anapitia mabadiliko makubwa sana. Kabla ya wakati wa hedhi mwanamke huyu anapitia mabadiliko makubwa mno. Mabadiliko ya kihormone mwanamke anakuwa anayapitia, hususan hali anazoweza kuwa nazo: hasira ya haraka, huzuni bila sababu ya wazi. Utakuta mwanamke ana hasira bila sababu yoyote, hajagombana na mtu, yeye kakasirika tu. Kwa hivyo sasa, mwanaume ukishamuona mwanamke wa design tayari, huyu mwanamke wangu yupo kwenye hii hali, basi mchukulie dharura na uwe na subra zaidi ya mwanamke huyu. Kabla ya hedhi, anapokaribia kuingia kwenye hedhi, ana mabadiliko huyu mwanamke. Kwa hiyo lazima wewe umchunguze, kwa sababu ni mke wako, unaishi naye, unatakiwa moja kwa moja umchunguze. Ana hasira za haraka, jambo si jambo kwake ni jambo, neno si neno kwake ni neno. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, kwa kuwa wewe unamhofu Allah na Allah amekupa cheo cha kuwa wewe arrijalu qawwamuna ala nisai, wewe ndio msimamizi wa wanawake hawa, basi huyu mwanamke hebu mchukulie dharura. Muda huo unapomwona na hasira, tengeneza mazingira ya kumbebeleza, mkumbatie mke wako, mwambie mke wangu, vipi una hasira? Allah kuhifadhi, muombee dua ili tuweze kuishi katika maisha ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke anapitia huzuni bila sababu ya wazi. Huzuni, anakuwa mnyonge, anakosa raha, afu asemi, mpaka mwanaume anajihisi labda nimemkwaza mke wangu, lakini yeye hasemi chochote, anakuwa tu ana huzuni kama labda kapata taarifa za msiba. Kumbe ni ile hali anayopitia katika ile mifumo alioumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuchoka sana, hata hajafanya kazi anakuwa amechoka bila sababu yoyote. Kwa hivyo mwanamke huyu anapokuwa amechoka, mwanaume pasina kulijua hili, wewe ni mvivu, wewe mpaka saizi hujafua, hujapika, huja nini, muangalie yuko kwenye hali gani. Tarehe zake tayari zimewadia. Tayari ukiona tarehe zile zimewadia, basi ujue huyu tayari kaishaingia kwenye mfumo wake. Lazima ujue jinsi ya kuishi naye kwa muda huo. Na ndiyo maana ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya kutokujua hizi mifumo. Hawa wanawake wanapitia nini? Hasira za haraka, jambo si jambo. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo maana hata talaka ameimilikisha kwa wanaume. Talaka ingemilikishwa kwa wanawake, basi tungewaacha wanaume asubuhi na jioni. Manake ukinifanya hivi tu talaka, ukifanya hivi talaka. Lakini kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alilijua hili, ndipo talaka akaimilikisha kwa nani? Kwa wanaume. Kwa hivyo ni lazima mwanaume afahamu changamoto hizi anazozipitia huyu mwanamke, ili aweze kuishi naye kwa wema. Hichi ni kipindi cha mpito tu. Hata ndoa ipo kama mwanadamu, inazaliwa, ndio pale watu wanafunga ndoa. Ndoa hii inafikia hatua inakuwa chachu, inakuwa chungu. Ndio kama mwanadamu anafikia anapata homa, anafikia mwanadamu anapata furaha, anafikia mwanadamu anakufa. Na ndio ndoa iko hivyo, inafikia inaumwa yenyewe, inapata furaha, inapata machungu, inapitia mambo mengi sana. Lakini tukisomana tabia, halafu tuvumiliane, umjue huyu mwanamke anapitia nini, ndipo hapo utapata jibu na utaishi vizuri na mwanamke huyu, na ndoa itakuwa salama.
maumivu ya tumbo makali mwanamke anapitia na mgongo kipindi anakaribia kuingia kwenye hedhi, anaumwa, wengine anaumwa homa mpaka meno. Wanaume ili hawalifahamu, unajiendekeza tu wewe mwanamke, anapata maneno makali kupitia mume wake, unajiendekeza tu, una lolote, uvivu tu, anapitia maumivu makali sana. Na haswa huyu kiumbe, wewe mwanaume unatakiwa umwone huruma, kwa sababu anapitia haya anayoyapitia. Mwanamke huyu anapitia kutaka kukaa peke yake tu, awe peke yake tu, hata kelele tu asizisikie. Ujue muda huu msome, yupo kwenye mfumo huyu, yupo kwenye mfumo wake, yupo katika yale maumbile yake. Sasa ndo kashapata kale kauchizi fulani, tayari hajielewi kwa muda huo, kwa sababu kama mtu yuko salama hawezi akapitia haya anayoyapitia. Basi ukiona hivyo ujue huyu tayari mgonjwa huyu, kwa sababu kashaingia kwenye zile homoni zake, ni karibia ingie katika changamoto anazopitia. Umeona, hasa kutaka kukaa peke yake, kupungua na kuongezeka kwa hamu ya tendo la ndoa. Wanawake wengi utakushafika hapo, wengine anapunguza ile kumtamani mume wake, na mume naye muda huo ndio anamtamani mke wake. Anashindwa kutambua muda huu sasa, huyu mwenzangu yupo katika mfumo, lazima umwendee taratibu, lazima umwambie kwa upole, lazima umwambie kwa mapenzi, lazima uwe na huruma. Arrijalu qawwamuna ala nisa, wewe ndio msimamizi na Allah amekuchagua kuwa msimamizi. Kwa hivyo inshallah tutaendelea namba 2, hiyo ni namba 1. Mwenyezi Mungu akituwafikisha tutaendelea kuchambua changamoto anazokutana na mwanamke pindi anapokaribia katika hedhi, na mwanamke anapokuwa anapitia changamoto mbalimbali katika maisha yake ya mfumo wake alioumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfiq.